Karibu tena watu wetu kwenye Undani TV. Leo ni fursa nyingine ambayo nimepata ya kuzungumza nanyi. Hapa juzi tulipata video na nafurahi jinsi watu mnaendelea kuiangalia na kuishare kwa wengine, lakini tunawaomba muzidi kuishare zaidi na zaidi. Tulizungumuza kwamba watu wanasema kuwa kusoma sio vizuri, kusoma havina maana, waliosoma wanapoteza muda. Lakini hapa kwenye Undani TV tulisisitiza kwamba kusoma ni vizuri na kusoma ni lazima, na kisa cha kusoma sio sababu ya Waafrika kuwa maskini, hapana. Hapa nataka mimi niwape sababu ya kuwa maskini, sababu ya Waafrika kuwa maskini. Unajua, mtu akishasoma na kujua kwamba amemaliza, anapaswa kutoboa kwenye maisha, anajidanganya sana. Maisha, utajiri hautoke kwenye kusoma, kwa sababu wakati mtu anasoma anapata maarifa mbalimbali. Pale shuleni tunajifunza vitu vingi, tunajifunza kujua kuongea na watu, kujenga urafiki na watu, kujenga kuishi na watu, kufunguka macho. Na nikazungumza kwamba mfumo wa masomo tulioletewa na wazungu uko sawa kabisa, kwa sababu wanavyosoma watoto wazungu ndivyo watoto weusi wanasoma. Kama mtoto mzungu anasoma 2 kujumulisha 2 ni 4, na watu weusi kule kwetu mfumo wetu uko vile vile, hakuna kinachobadilika. Hakuna. Nikasema kwamba kama ni kitu wataboresha, mtu anaweza kuboresha, it's okay. Lakini kusema kwamba tuliletewa mfumo wa masomo ili sisi tuharibike, hapana. Hiyo mimi hapa kwenye Undani TV hatukubaliane na hilo, na tukaomba wazazi, acha watoto waende kusoma, somesha watoto. Na nyinyi watoto, soma, hamuna kazi nyingine, na msingi wa yote ni pale pale kwenye elimu. Kwa sababu hata hiyo kompyuta wakiweka mbele, wewe ujue alphabet, utasoma nini? Utaandika nini? Hata wakikuletea mambo ya trading, utatrade nini? Usome. Lazima elimu kwanza ifanyike, ndo msingi wa yote. Kama ni mechanics, vitabu vyote vya mechanics ili uweze kutengeneza unasoma. Sasa utasoma nini wakati wao kuenda shuleni? Kuna hesabu ziko pale, utaweza kupiga hesabu. Engine zina ukubwa, wewe utazisoma na hujaenda kwa masomo. Gari zina ukubwa, urefu na upana, wewe utaujua. Hata nguo utaishona na hujui kutumia kuipima. Kitu cha kupimisha ukielewa, ikwambia 1 mita uelewe ni nini, lazima uende shuleni kwanza. Sasa sitawakawiza leo nawaonyesha kwa nini watu wa Afrika au na wengine, hii ni formula international, lazima uwe maskini kama hautumike. Hiyo ni ya kwanza. Kama ufanye kazi, achana na mambo ya wizi, mambo ya rushwa, mambo ya kulisi. Hapa tunazungumuza kile kitu mtu anatumikia na jasho yake. Kama hautumike, huwezi kutajirika. Hatuzungumuzi hayo mambo mengine, ete amerithi au amepewa na mtu, hapana. Hapa tunazungumuzia maisha, kutafuta na kupata. Lazima utumike, hicho ni cha kwanza. Sasa huu umesoma, rudia utumike, au pale pembeni ya masomo, toka shuleni enda kutumika. Kama hukusoma, tumika. Ndio maana watu ambao hawakusoma wanafaulu. Hawafaulu kwa sababu hawakusoma, hapana. Wanafaulu kwa sababu
wanatumika. Hauwezi kuacha masomo acha kutumika ito tafaulu, hapana. Lakini unaona mtu ambaye amesoma au mtu hakusoma tuseme, akiona vitu vinaenda vizuri lazima aajiri. Ile kampani yake itaajiri mtu ambaye amesoma ili endelee vizuri. Sasa wewe umesoma, utie pembeni na kazi, kile kitu chako utakifanya vizuri zaidi na utafaulu zaidi kuliko mwenye hakusoma. Hiyo tunaimalizia hapo. Sasa kwa nini watu sasa hawatajiriki? Unajua siku moja tunapaswa kutumika masaa 8 inchi nyingi. Ndio mtu anaweza kutumika overtime extra, mtu akatumika masaa 12 16. Lakini let's say umetumika masaa 8 kusiku ambayo ina masaa 24. Sasa Mungu alitupatia siku ambayo ina masaa 24. Wewe umetumika masaa 8. Maana yake masaa 16 unakaa tu. Hakuna chochote ulifanya. Sasa utatajirikaje? Haiwezekani. Ukitaka kutajirike lazima utumike yale masaa 24 na ikiwezekana utumike masaa 30, 36, 40 msiku hii moja ya masaa 24. Lazima utajirike, utakosa kutajirika. Ndio mtu anatumika kitumika masaa 8 anapata mshahara mzuri, lakini akiongeza kitumika double. Pale unatumika masaa 8, ungetumika 8 ukitumika masaa 12 au 16. Si mshahara unakuja uko vizuri zaidi. Imagine sasa wewe ukitumika masaa 24 msiku ya masaa 24. Si mshahara utakuwa mzuri. Lakini kama utaenda zaidi ya hapo, msiku ya masaa kama siku ina masaa 24, wewe utumike masaa 40. Mshahara watu wanapokea wiki, wewe upokee kwa siku moja. Kwa sababu mtu kama anatumika usiku moja masaa 8 kujumulisha na siku 5 tuseme, anatumika Monday to Friday. Mazile siku 5 atakuwa ametumika masaa 8 times 5 40, masaa 40. Ndio ule mtu atakuwa ametumika. Lakini kama wewe utatumika ile siku ya masaa 24, wewe utumike masaa 40, wewe mshahara wako utakuwaje? Kwa sababu ukijumulisha na zile siku 5, ile 40, maana yake wewe utakuwa umetumika masaa 200. Imagine watu wametumika watu wawili, mmoja ametumika masaa 8 kwa wiki, ametumika Monday to Friday. Akatumika masaa 40. Wakati wewe umetumika masaa 200. Huu mtu mtakuwa sawa? Hamwezi kuwa sawa. Ngoja nikuonyeshe sasa. Mwaka mmoja una masaa 1365, tuseme 1366, sawa? Sasa kama mwaka una masaa mwaka una masaa 366, tuende na hiyo. Sasa kama ni masaa 366 kwenye kujumulisha na masaa iko kwenye siku moja ambayo ni 24, maana yake mwaka mzima una masaa 8784, si ndio? Sasa ngoja tuone. Wewe kama umetumika masaa 8, utachukua yale masaa 8 ujumulishe na yale na zile siku 366. Utajikuta wewe unatumika siku 2000 tu na 928. Maana yake hapo na Saturday na weekend umetumika masaa 8. Lakini ujue wengi hawatumike weekend. Sasa 1800 masaa 8700, huo umetumika 2000 tu. Unaona wewe utofauti. Kwa sababu siku masaa yenye wewe utakuwa hujatumika sasa ni zile siku 366 ujumulisha na masaa 16 ambayo wewe baada ya kutumika 8. Kwa sababu ukitumika masaa 8 mu 24, maana yake masaa 16 unakaa tu. Sababu haya masaa sasa 366 ujumulisha na masaa 16 wewe unakaa. Utajikuta ndani ya mwaka mzima wewe umekaa
masaa 5,000. Manake 5,856. Kama Mungu alikupatia masaa 8,784 mwaka utumiki, wewe ulikaa masaa 5,856. Utataka utajiriki? Haiwezekani. Haiwezekani. Sasa hapa na kuonyesha kinachosababisha watu wafeli kwenye maisha. Sio kusoma, hapana. Ni kisa cha kutumika masaa kidogo. Watu hawatumike, watu hawatendee haki masaa wanayo kwenye maisha yao ili waweze kupata faida. Faida inatoka kwenye kazi, kwenye jasho mtu anatumikia. Hakuna mtu anatumika masaa 5,000 kwenye mwaka ambayo ni maskini. Kama utamuona mniletee. Hayupo. Wewe piga hesabu kama uko maskini, utajikuta wewe masaa ambayo unakaa kwenye mwaka ni mengi zaidi kuliko masaa wewe unatufanya kazi. Na nakwambia kama kweli unataka uwe na maisha mazuri, ongeza masaa unayotumika kwenye mwaka yawe mengi zaidi, ikiwezekana yawe double kulingana na masaa ya mwaka. Kama wewe unatumika masaa tuseme let's say siku ina masaa 24, wewe tumika masaa 30. Uju niambia wewe umekuwa maskini? Haiwezekani. Hauwezi kuwa maskini. Haiwezi kuwa maskini. Na hapa sasa na kuonyesha kwa nini watu wanafeli maishani, lakini video ijayo mimi nitakuonyesha mfumo wa kupasua kwenye maisha kabisa, ukapata kitu kabisa hapa duniani. Hiyo formula ukiitumia lazima maisha yako yaende vizuri, yawe vizuri. Tunawapenda sana. Subscribe kama hauja subscribe, tunakuomba. Na nakuomba subscribe, share, like, comment. Na kama unaona kabisa vipindi vyetu kuna kitu inakufaidisha, share, lakini comment hapo chini utuambie kwamba tunafanya kitu kizuri, au kama unaona kuna sehemu tunaweza kurekebisha, tutarekebisha. Mungu awabariki. Weekend njema. Asante. Mimi jina ni Gilbert.